Kinshasa placé en quarantaine, interdiction d'y entrer et d'en sortir en raison de l'épidémie de coronavirus. Les frontières du pays sont désormais fermées. Face aux difficultés de la vie, à l'angoisse et aux doutes que souvent celle-ci suscite, qu'elle se souvienne que rien n'est impossible à celui ou celle qui croit en Dieu, en son pays et en lui-même. J'ai trouvé une armée structurée. C'est quand on arrive à des fonctions comme celle que j'occupe maintenant qu'on comprend qu'il y a eu beaucoup de diabolisation. This is Joseph Kabila in his new life after the presidency. It is now alongside the population that he leads a normal life. Papa, dis au revoir. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kamal de le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De zéro à zéro, il est toujours le président. Joseph Kabila, Living Monument. Les acquis de la révolution du 17 mai 1997 doivent être sauvegardés.
Et cela passe par l'appropriation citoyenne effective de cette journée mémorable qui a marqué le couronnement de la victoire du peuple sur le méfait de la longue dictature. 23 ans après, sans altérer l'histoire politique de la République démocratique du Congo, cette journée mérite d'être fêtée avec faste et par ricochet, pérenniser la mémoire d'Mzé Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple. Cette approche a été commentée par le professeur Justin Omolela, chercheur dans des questions de mouvements sociaux, management des entreprises et histoire politique de la République démocratique du Congo. La révolution du 17 mai a été la volonté du peuple. Face aux méfaits de la dictature, face à l'inefficacité de la résistance civile, le peuple, qui est le souverain primaire, a dit non à la dictature. L'ancien directeur général de la réserve stratégique a démontré le caractère démocratique de la révolution du 17 mai 1997, ce qui contraste avec l'irritation d'une certaine élite sur le caractère démocratique de la révolution du 17 mai 1997. Il est tout à fait normal à ce que nous puissions insister sur la pérennisation des idées de nos héros, de nos visionnaires. Mzé était un démocrate. Rappelons-nous l'organisation des consultations nationales et même la mise en place de la CLPT. Ce sont des signes qui prouvent que Mzé a été un démocrate. Grâce à la révolution du 17 mai 1997, la RDC a pu connaître un cycle électoral jusqu'à atteindre l'alternance politique. Aujourd'hui, le pays est sous la voie de la démocratie. Accordons une mention spéciale à un homme, à un fils de ce pays, Joseph Kabila Kabange. Son nom va rester dans les annales de l'histoire politique de notre pays pour avoir porté cette redémocratisation dont rêvait Mzé Laurent Désiré Kabila.
makambo esili awa okati vina ye Kongo mobimba etelemi lisusu Musa Kabila tolela ya ndenge nini bana Kongo balela ya ndenge nini makila na yo rekaimbeka lokola makila ya masia C'est pas vrai. Monsieur le Président, le massacre qui avait eu lieu à Mbandaka était plus récent. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous avez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous refusez, que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ligne de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision tout à l'heure. Mais je ne sais pas pourquoi démonstrer. Il n'y avait pas de route dans la ville de Kisangani. On a voulu massacrer. Les gens qui étaient là pour mourir, les réfugiés qui arrivaient de l'Est, disent qu'il y a eu des massacres, qu'on a attaqué les camps de réfugiés. Les amis de Kabila, au moment où les rebelles au Congo publient des communiqués de victoire dans l'est du pays, les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de plusieurs points stratégiques. Le renfort de l'Angola a été déterminant et des deux côtés, on y trouve tout à fait son intérêt. Le commentaire de Jean-Paul Géroir. Il s'appelle Kabila, Joseph Kabila, le fils de son père Laurent Désiré, mais aussi son chef d'état-major. En tant que chef des armées, il est venu constater la reconquête du port de Matadi. Constater seulement car c'est le chef d'état-major angolais qui l'a accueilli. L'intervention massive de l'armée angolaise à l'ouest du Congo répond à des intérêts mutuels bien compris. Parce que Ngapé Alain Nazapé Nakolobape lelo na business Nazamwana Kabila. OK? Nakolobape ke lelo Nazamwana Kabila. Eza droit na yo ndenge yo pende ko journaliste ko kende pe bandi ko lobape na quartier ko Zamwana Kabila musée Kabila parce que Kabila lelo azo appartenir sur na famille mon côté. Aza patrimoine politique ya mboka na biso par rapport ya lit na politique ce ko moni biso identité na biso to wana toza ba jeune Kabilis eza pe forcément te que ce ko komi Kabila komba Kabila oza appartenir na famille ya musée. Ces messieurs-là, na Katanga, na Zolo Baboy Bakolandanga, na Lubumbashi, na Kalemi, na Kamina, na Kolwezi, Likasi, Kipushi, Kasumbale, Sabayebi, tipo. Nous avons bien besoin de découvrir les lots pour aller à une émission sur la politique, au cours de la télévision, débat donc, Yebi, na Babiloga, Biloga Boy, na Lokuta, Mingi, Bakanga Kangaye, tout ça. Je crois que kokende kotia ba commentaire belé par rapport à l'aventure ya Mutwana eza ko pesa ya importance. To bossa na une histoire parce que c'est pas important ya kokende na katsa. Le seul président en Afrique qui prend le pouvoir dans un pays qui n'était pas démocratique, il a démocratisé les pays, il a organisé les élections, il a doté ces pays d'une constitution, il a réalisé beaucoup de choses sur le plan économique, sur le plan social, il n'a pas atteint l'idéal comme nous le disons, je vous ai dit, la perfection il faut la trouver chez Dieu, et il y a notre président qui est arrivé, et c'est lui qui est arrivé, qui puisse capitaliser ses atouts. Parce que le président actuel, il a prêté serment conformément à une constitution. Et lorsque nous étions en train de voter cette constitution, à ma ville Ibrahim humfahamisha ndio naweza kusema hivi, ule Ibrahimu hana mtoto wa mzee. Angalikuwa mtoto wa mzee angalifika hapa kwa bibi baba yake, yatakwenda kusema kwa radio kwenyewe hujui baba. Nitakwenda kumuuliza, ataniletea mama yake, ataniletea mjomba wake. Yeye ni mwizi wa hapa, alikuwa ni mkungwe mbeba mzigo ya dada Kibao, walikuwa ni watumishi wa dada Kibao, walikuwa wanatumika na ndio walikuwa nakaa kule. Sijui leo anageuka na kuwa mtoto wa mzee. Mtoto wa mzee mwenye hana na mama. Sijui kama kuna zalikaka watoto wengine wanashukaka juu. Mimi napenda hiyo kesi inaita kuwako tribunali yenyewe itafanyika na ule bwana Mkuna, na yeye atakwenda kunieleza, nitakwenda kumuuliza. Yeye anasema iko na mapreve. Dictionary inabakia ni mimi kwa mzee. Najua kila mtu na kwenye alitoka na kwenye anakuwa. Hadithi ya jamaa ya mzee najua.
Najua kambo yake na Rais Kabila wa kwanza na wa pili kufika paka vile. Kwanza kwa baba yetu mwenye kutuza, kufika kwa baba yake, kwa babu zetu, watu karibu 2 3 na wajua. Sasa mbona yeye anajitaa kama ni mtoto wa mzee? Ni hali uniwazi. Anaingia namna gani mfano? Watoto wenye kujitaja watoto wa mzee tuliwachia uhuru baada ya siku nyingi. Kama ni ile mtu alikuwa anafanya huyu ni mtoto wa mzee, wanamwacha wewe mtoto wa mzee, lakini hawafikake huko. Siaonaka mtu na baba yake mwenyewe. Mimi namjua Bi Sifa, ni shimiki yangu. Hata leo Mungu akamuita ni mimi nitakuwa responsable wa ile kidio na kwenda kumaliza mambo kwao. Najua na mama yake na Jean ndio dada yao wa kwanza. Mama yake ni Kashala Albertine Solange. Tangu 58 hii hadithi ya mzee, mimi najua hadithi ya mzee ya tangu 57, 58, 59, 60 na vile tunafika 61 anakwenda anafanya gouvernement na Mwamba Ilunga Prosper kumanono. Ndio ilikuwa gouvernement ya kwanza. Na vile banahama banakuwa kukalemi kwenye ni tweet ya gouvernement ile balikuwa na Kabange Numbi. Unasikia? Ile yote najua. Na vile gouvernement inatoka Kalemi na kuwa sasa kukambina ya Bakambo na Hari. Ile najua hadithi nyingi ya mzee ya tangu 57. Ni ile nakwambia. Ile yote ni mchezo wanamchezea kwa kuwa wanamuona rais hakuwa anasema, naye ni maumbile yake. Ni mtu aliumbwa kuwa sultani, kwa kuwa kama anakuumba kuwa sultani utakuwa na ile mtu asemi. Sisi wenyewe, mimi baba yake ni ngali mzima, namjua vizuri tangu kuzaliwa kwake. Wanatambuka na vile bali mtambusha mzee anakwenda kukaa Dar es Salaam, niko kule. Tunatoka naye Dar es Salaam, tulikuwa sasa pamoja. Wanakwenda Kampala, tulikuwa naikala kwa mlima wa Buziga hili. Tulikuwa nakaa. Sasa ni hakuna mtu anaweza kunifuchika hali ya mzee. Hakuna mtu anaweza kuniambia maneno ya watoto wa mzee. Sasa mbona tunakuwa tunasikia paka leo mtu anatokea huko mtoto wa mzee, mtu anatokea huko mtoto wa mzee, na wewe ndio baba mzazi. Eske wewe unaweza kutuonesha kweli wale watu wote wanajiita watoto wa mzee, eske wote ni watoto wa mzee? Ni bongo. Hakuna mtoto wa mzee hata mmoja. Wale wengine bila kutoka kwa ile manyumba 3 yenyewe mimi naona ni bongo. Watu ni waiskro wanaendelesha paka vile. Nadhani na wewe ushakusikia ile mambo na unawajua wale watu. Si wasikiake na sikiaka inakuwa sawa vile marimer. Iko marimer tunasikiaka tu. Mtoto wa mzee alipita. Mtoto wa mzee si unazalika unakuya. Mzee alikufa modomina. Hakuna mwanamke hata mmoja mama mmoja alikuya asema mimi nakuya kwa kizazi batoto yenu bo hapa. Hata mmoja. Si ya monaka, ule mtoto anafanya mnakani. Ni batu beko monte ya kufanya saa vile. Kuiba. Balikuwa anafanya vile, niko mtoto wa mzee. Anakuwa rafiki yake na komanda wa polisi, anakuwa na komanda wa jeshi, wanakwenda walipora mali hapa Lubumbashi, Kolwezi, nafasi yote. Kuma ministeri Kinshasa ndio hautasema. Hata leo kawaona. Sasa ile kuachia kusema ni wananchi wengine watakuwa ni hii. Ni batu beko monte. Banatafuta ni politiki beko na mfanya mheshimiwa rais. Banajua kama 2023 Kabila atarudia tena president de la Republique. Sasa kwa kutafuta ni ile njia beko na tafuta kumsalia. Kama kukakuwa kesi, mimi mwenyewe nitakwenda Kinshasa. Kwanza nitaanza na Mkuna. Pili nitaona wale watu na nitaona wale watoto wenyewe kuzalika. Ule Ibrahim si monaka. Na sikiaka tu. Na hivi na hapo kusikia tulikuwa na yua mpaka vile nilikueleza kumwanzo kama ilikuwa watoto wa Nile. Ni batu beko monte. Kama hakuwa monte, habange limfunga bamfungulu. Zani hata ku. Nani ule? Ule bwana Ibrahim, kama ni Ibrahim, simjui. Ile Ibrahim. Atafanya nini? Mara nyingine atakimbia.
Juu namjua ni mfanyakazi wa dada yangu. Sasa atakuwa je leo ageuke mtumishi? Akuwe sasa mtoto. Ni ile na ile ni kuogopesha, na wengine wenyewe wanaweza kuwa wafaa wajua wafunge adabu, washike adabu yao. Hii haiko jamaa ya kuweza kusema. Kabila, Rais Kabila ni notable mkubwa wa province ya Katanga mzima. Pourquoi pas mu Republique ya Congo? Unaona kazi alifanya, analeta demokrasia, analeta kila kitu na kitu kingine. Analeta compensation ya pouvoir na ndugu yake. Parce que nous avec M. Kisekedi, on est des frères, tunatoka fasi moja kwa Kabongo. Kukla ya Ilunga Mbichi. C'est notre frère. Muluba Kasai. Si tuko baluba ya Katanga. Mais nous sommes les mêmes. Tunatoka fasi moja tu. Mimi mwenyewe niko president wa parti politique. Mimi ndio mwenyewe kuendesha ile. Niko signataire wa ile charte. Mswete, si tunamswete. Mtoto wetu mwingine aendeleshe naye pale, atasimamia vote, itakuya inakuya paka vile. Hata bakawa bandugu mnaweza kugombea tikiti. Huyu mwingine anaweza kusema wewe pita, mwingine napita, huyu mwingine panaendelesha. Alafu kama banakuwa banafanya mambo sasa ya Putin. Kisekedi na yeye anageuka anakuwa premier ministre. Huyu na yeye anakuwa president. Kesho sasa watu watasema ni kuliko kuleta tu fujo. Unaona ile inaweza kumwanga damu. No. Benye kumpenda huyu na benye kumpenda, lakini haitafanyika. Nadhani tunasuete gouvernement hii yenye Joseph Kabila alimupa ndugu yake anaifanya compensation. Nous sommes très contents de ça. Alifanya mzuri, kitendo vizuri mu Afrika mzima yenye inaweza kutuendesha. Si tunabasuete baendelesha na bakuwe na vile batafika manda yake naisha, bale wengine batakuya. Inakuya kama opposition itakuwa inakuwa inafanya tena kazi nyingine. Tatu hizi nadhani ni ile bwana mkubwa. Mimi jina yangu ni Dajan Kibawa, ndio vile bananiitaka. Ndio jina yangu, ndio mimi mtoto wa mama Kibawa wa kwanza mwanamke. Eske unamjua kwa Bwana Ibrahim Kabila? Mimi simuyua Ibrahim Kabila, mimi namuyua Ibrahim banamuitaka Alain ku Kinshasa. Alikuwa convoyeur kumotoka ya mama, pale mama yuko mjima alikuwa convoyeur. Ndio penye anaanza kutumika kuile motoka. Ndio kwenye mimi namjua, ndio vile mimi namfamia Ibrahim, ule mnaita Ibrahim. Yeye jina yake ni Alain. Mimi simuyua jina bu Ibrahim ile hapana. Ashina cousin wako mtoto wa myomba? Hapana. Mimi ana mtoto wa myombangu. Mimi najua watoto wa myombangu bote. Myomba pale alikuwa mjua. Mimi najua watoto yake bote, mimi najua. Mimi najua watoto yake wa myomba yangu. Ibrahim alikuya ni convoyeur kumotoka ya mama kutata, ndio kwenye alikuwa convoyeur iko na bulula kule kumotoka iko na peluma biko namuita mama Sangaji, unamuita mama Sangaji bantu bote kongo baraza muita paka Sangaji, upitie huko Sangaji, upitie huko Sangaji. Ndio mimi na muyo kukasumbalesa, ndio kwenyewe araanza kwenda na motoka ya mama, chauffeur alikuwa kashambui, ndio alikuwa kuile motoka. Angu ni Hortense Kibawa Bimwana. Niko mtoto wa mwisho wa mama Kibawa, dada yake ya mzee Kabila. Njo mimi huyu Bimwana Hortense Kibawa. Mamangu njina yake ni Ngoi Kibawa Hortense Mukeina. Njo mama yangu. Eske uko kuna ndugu moja jina yake Ibrahim, na mfamia Ibrahim Kabila? Ibrahimu ana ndugu yetu kwa kuzarikwa naye. Ibrahimu alikuyaka kwa mama comme travailleur. Ibrahimu alikuyaka kwa mama, mama alikuwa na motoka yake tata. Ile balimwachaka kwa mzee. Ile tata inaanza kutumika. Ibrahimu telema balikuwa bagarso baningi. Mama akakuya akabeba akaanza kwenda kumotoka ya tata. Mkwanza kwenda kumotoka ya tata anaanza kwenda wanaanza kutumika, mama yako ne batuma. Mama mkuibatuma saa moja tunashituka anaanza kumubulula mama. Nikamuonesha mama, huyu muntu kuna bulula kiana, shata kuangusha mumotoka, utafute chauffeur wa kiana. Sema pana ni mtoto ashakuya kubulula na yeko na ni bulula bien.
banaanza kwenda na mama Kasumbalesa, beko nenda kumupeleka kuma nyumba yake, aranza kuyenga Kasumbalesa, kutumakaji yake aranza kutumika Kasumbalesa, hakuna mtu alimusabu mama Kasumbalesa. Pale banaanza kwenda na Ibrahimu kipande mama shiku mwaka mutuma sema wende ukapeleke biakura bia ba mama son. Mama Dani Ibrahim akatoka akenda Kasumbalesa. Kwenda Kasumbalesa shiku moya tusha kuikala niko napacha mama dawa. Mama bakamuita kwa inspector moya shiku yake ula alimutaka ni nani. Mama ulituma mtoto njina yake Ibrahim Kabila. Mama akasema hapana, mimi sina na mtoto Ibrahim Kabila, niko na mtoto mwana niburiaka motoko ile mimi natuma Kasumbalesa Ibrahim. Asema yeye huyo Kasumbalesa anakuya kutosha bintu vya nani vya Kasumbalesa roho kusemea Mungu. Mama akamuita, "Weje?" Asema rudio. Ibrahim akarudi. Mama akamonesha asema, "Unaanza kujitaya ile njina ya Kabila njuu ya nini?" Nashikia ye unaanza kudingisha mfamia yangu njuu ya nini? Ye akasema shangazi bananilanji. Kama vile mama alikuwa shangazi wa bantu bote, shangazi wa Kabila, alikuwa shangazi wa President Kabila, bale bote aranza kutumika nabo, aranza kubaita, baranza kumuita paka mama shangazi. Ata mie huyu akinite dabi mwana, bantu bote eko natumika nabo, fashi yote baranza nita paka dabi mwana. Kabila na Ibrahimu ana mtoto wa Kabila. Ibrahimu alikuwa convoyer wa mama. Après bu convoyer anaenda kubaba anaanza kumutembesha mama. Mukumutembesha telema ile gafa alifanyaka anamwacha mama pale alimutumaka. Anarudia au kunubumba anaenda Kasumbalesa kwenda kujitaya njina Kabila, ndio mama akamrudisha akamutosha. Akamutosha sema mimi nakatala. Sasa hivi wewe unaanza deja bukalamushi wa kuritaya sema mimi niko mtu fulani. Mimi nakatala. Toka mama deja kwanza ukawa kupikana mapi na kufukushana. Akatoka tena. Kule alienda. Ndio anakuwa paka anaanza tunashikia hapa sema Ibrahim Kabila. Tunashikia hapa sema Ibrahim Kabila. Ishi Ibrahim Kabila tumuyuwe. Mama Kibawa bali muyuwa fashi yote kwa mshangazi. Mie njoo mtoto yake wa mwisho Hortense Kibawa bimwana ule banashikiaka Lubumbashi mshima wapi na wapi njoo mimi Ibrahim Kabila shimujua ana mtoto wa mzee na Ibrahim Kabila ashikapime kucheza na njina ya mama yangu, ashipime kucheza na njina ya mzee. Kufamia yetu hakuna mtu eko na ngobe nashiki angara hata benye batoto wa mzee bana beko na ngobe. Yakuya hapa sima leo ye ni Ibrahim Kabila. Washikuka. Ibrahim Kabila kwabo ni kukinchasa. Ni bantu ya baba Kongo bale ba kukinchasa. Ibrahim Kabila aina wa Muluba. Ata pale kwa nataya ankoro manono bantu bote washo yasa Kabila kwabo ni kuankoro, kwabo ni kumanono. Ye kama najua ankoro manono. Shataya ile village natale yenyewe ya baba yake yenyewe ya mzee Kabila. Kama ye ni mtoto wa Kabila. Na bale bote beko na mchonganisha keende akafanya ile mambo bajua sema shi leo tunalamuka tunavumilia bia mingi sana banasema bia mingi sana banamchambula Kabila bia mingi sana. Mie ni mtoto wa mama Kibawa wa mwisho bantu bote bananijua histoire ya Ibrahimu ana mtoto wa Kabila. Ata hapa kaniona ku television da yowesa dabi mwana yule alisema ananitosha peupe. Bantu bote bananijua ikwe malaki ya mwanzo na mwisho na bale beko na mutuma bakwe malabu wa mwanzo na mwisho. Trop c'est trop. Tunachoka kuchambula Kabila. Tunachoka hapa na shi tunashimama sasa. Tunashimama na shie sasa. Wakupima tu kufiotola mkinywa yake tena akataya sema Kabila. Atetuona shie tukubana muke me atetuona saba naume. Bakome na bale benye beko ne batuma leo na kesho Kabila anakuya anakuyashia banke full. Kesho na mchambula sema Kabila Rwande. Kesho na kesho unakuria mwa Kabila unatafuta kwa kujijondola anaanza kwa sema Kabila hivi na hivi. Bakome kuanzia leo bakome na Ibrahimu Kabila mwenye akome kwabo ni kubakongo kule kwabo ni kukinchasa ushakonaka mundu wake Kabila yako nasumburia Lingala mishi wacha ta Lingala yenyewe
Sasa ile jina ya Kabila ni tosha. Jina ya Kabila muntu wote. Sawa wetu kubulu. Muntu wote kukuba Kasongo Kabila, Bailunga wa Kabila, Babanza wa Kabila, Bakisimba wa Kabila, jina ya Kabila ikufashi yote. Comme vile mimi niko Kibawa, kukuba Kibawa Ngoi, kukuba Kibawa nani, kukuba Kibawa majina yote nendaka. Mashiki. Aina sema anabeba saya ni mtoto wa Kabila tani. Mepala ranza kama mriwa kasa jina yake ni Kabila. Mimi pala ranza jina yake ku ya nguvu ya kubako. Ashukwake na jina Kabila. Nipaka pale ariendaka kule kwa kudwana. Njoo tukashikia wakamuita mama sema kuku mtoto mwana kwa kujitaya hapa sema ni Ibrahimu Kabila. Alikuwa kana mtoka ya mama. Asante. Asante. Ni nani? Jina lako ni nani na uko mfamie gani? Mimi jina yangu ni Dajeto. Bamingi wananitaka Jeto Kabila. Jeto Kabila baba yangu, jina baba yangu. Niko kufamia mzee Kabila. Mtoto yake, munkana yake, mupa yake, uko nani? Mimi niko mtoto wake watatu wa mwanamke. Wa kwanza ni dada yetu Jean, wa pili ni dada Hortense, wa tatu ni mimi kwa mwanamke. Kwa wanaume wa kwanza ni Joseph, ndio mwanaume wa kwanza wetu. Bengine ni banamuke, tuko ba mingi na banaume bengine bekwa. Me Joseph ndio wa kwanza kwa banaume. Sasa unamjua ndugu Ibrahim Kabila? Rudishia kwa pale unasema Kabila. Mimi simjua kujina Kabila. Mimi namjua Ibrahimu Alain, ndio jina yake Ibrahimu Alain. Alikuwa na bebaka makamio ya marehemu shangazi Kibawa, alikuwa kajera. Balikuwa na marehemu waku, balikuwa natafuta kazi. Akakuwa nafanya transport, alikuwa jera wa kamio, balikuwa kulombaka kazi. Jina yake ni Ibrahimu Alain. Hana Kabila. Kabila natoka wapi? Ile ni mwenjo mko na muita, jina yake ni Ibrahimu Alain. Ibrahimu hana mtoto wa mzee. Kama unabeba ba travailler, banaanza kukutumikia. Ule chef manake bale batoto bote batakuwa paka ni batoto ya ule chef. Mzee alikuwa na ba travailler. Mkati ya ba travailler njoo na babake Ibrahimu alikuwa. Njoo kazi tulimujua na hivi alikuwa anatumika kazi ya convoyeur kumotoka ya shangazi Kibawa. Hakukuyaka ya kusema yeye ni mtoto wa mzee, hapana, tukusikia. Njoo hivi. Sasa hivi kuna jitambulisha fashi yote, anasema ye ni mtoto wa Kabila, anakutana na we, uko dada yake, tusa. Ile wao hiyo. Mishimujua. Ibrahimu hana ndugu yetu. Hana mtoto wa mzee. Ibrahimu angekuwa mtoto wa mzee, shibote tunayoana. Kama unamuona Joseph, utaona dada yangu, utaona baduku yetu bote, shibote. Tunajua kile kile tunajua. Na Ibrahimu hana mtoto wa mzee. Ibrahimu kuna baba yake, alikuwa ni travailler wa mzee baba yake. Mwenjo mnamuita Ibrahimu, jina yake ni Alain. Hana Ibrahimu ile mko mnamuita. Sasa kitu gani unaweza kumuonesha Alain hapa sasa? Mimi namwambia Alain iko na baba yake, ule banamuita Ibrahimu. Jina yake Ibrahimu Alain. Iko na baba yake. Anamjua batu bote banamjua mama yake, batu balikuwa ku pori na mzee banamjua baba yake na Ibrahimu. Ibrahimu kuna leta ni fujo. Justice itafanya kazi yake sawa na vile iko anafanya. Juu byake binapitisha. Kama unabeba travailler haiko asema njoo anakuwa mtoto wa mzee. Ibrahimu binapitisha sana. Ibrahimu alikuwa ni travailler wa shangazi Kibawa, alikuwa convoyeur. Hana mtoto wa mzee. Anakuya kwake, tunafika mle mresidence, ananitisha dada, anaita batoto, shangazi yenu yeye huyu, dada yangu Kibawa njoo huyu.
Jovi batoto yake ni batoto yangu, mimi nabajua. Joseph ni mtoto, bote tu ni batoto yangu. Mie niko Jane, niko mtoto wa kwanza wa mzee, niko dadake ya Rais Joseph Kabila. Rais Joseph ni mtoto wa mzee Kabila wa kwanza kubanaume. Kubanamuke ni mie, kubanaume yeye ndio mtoto wa kwanza wa baba. Banani wana Isobana yeyegese Isoyeyo Totele mipone kolo Joseph Kabila Alesa Kabana Boko mpanga Kamalamu Azonga kana sashena mabo Shikata Umela Shikata Umela papa 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 Interdimande JKK Esala mawa yako muna kongweza na bata mayelebele bango nyonso baza kaka bapere tozana dosa munene me tozozela badepite o acha mutu bakata na te mutu po na loba na la verite Shikata Umela Shikata Umela papa Shikata Umela Shikata Umela papa Shikata Umela Shikata Umela papa Shikata Umela Shikata Umela papa. Le visionnaire, il a dit et il a fait. Il est le père de la démocratie congolaise. Shikata Joseph Kabila Kabange comprendre danso ya ba congolais. Kobanda kiko s'attendre que na chomera kobanda kozuwa salaire. Ole toka tabilanga tu préféré kozala ba diaspora. Bisongo kimikiliste kaka forme na ba photo e. Shikata Umela Shikata Umela papa Shikata Umela Shikata Umela papa Shikata Umela Shikata Umela papa Shikata Umela Shikata Umela papa. Bona nini bozani tibana mike Bafuli musapi pota lelo keza musika mais yo zota la musapi. C'est quoi ça? Peuple noir est le seul peuple au monde qui remet tout à Dieu. Quand il faut dire la vérité, nous attendons que Dieu la dise à notre place. Que la transhumanteuse garde une pleine assistance sociale. Moi j'irai hommage au père de la démocratie congolaise. Shikata Umela Shikata Umela papa Shikata Ole la te Shikata Ole la te Shikata Ole la te Shikata Ole la te Shikata
frère, qu'est-ce que tu veux faire là? Je n'ai rien fait. Où est Zabora mon konzi? Babra kaka te kwa. Tika na ba kaka. Maman Olive Lembe, maman Marie du Congo. Naïbi boko loba pobo mona kinga de l'autre côté oh. Oui, je l'avais voté, je savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Nazalaka na nzoto muke kasi oh ezali santé na te oh. Inaka laissé pour oh comme une vrai cinéma congolais. Chikata, oh chikata, chikata, oh chikata. Society. I grew up believing that there were things worth embracing and others appropriately shamed, which in turn shaped what I chose to celebrate or repress about myself. Though my struggle with pride is apparent in many areas of my life, it has been most significant in my battle with being a young black woman. Brought up in a country where colorism, the preferential or prejudicial treatment of same-race people based solely on their skin color, and growing up in a society which shames and degrades anything or anyone outside of what we know as the so-called norms, made me reject, deny, and disregard all my innate physical attributes, which made me feel as though I was not meeting up to the ludicrous societal expectations imposed upon me. Basically, I learned that dark skin was bad, light skin was good. My exposure to colorism began in my childhood. At the age of 8 or 9, I had grasped that in my environment, fairer skin, straighter hair, and lighter eyes were the epitome of beauty. In addition, it was very apparent that those who fit that profile were treated with higher regard than, say, someone with darker skin or kinkier hair. Standing before you today as a young adult, I must admit that that reality is harsh to swallow, and that racial complex can be tremendously difficult to overcome.